Bwana. Wewe Shem. Sasa hujafunga mlango? Wewe njoo bana, njoo nipe sabuni mimi nioge. Wewe mimi nakujaje hivyo wakati hujafunga mlango, wakati uko bafuni bwana? Okay. Shem bana, njoo mimi sijavua nguo. Hujavua nguo kweli? Sijavua, naomba sabuni mimi nioge. Usimwese mna haraka. Sabuni siko hapo hivi. Kumbe hujavua. Kwani hapa sabuni hamna? Hamna, mimi sabuni sijaiona hapa. Sawa, sabuni umeacha hapa afu unaondoka bila kuchukua sabuni. Atakuwa dada labda kata naoga asubuhi. Shika. Fanya basi upesi basi uondoke, shika taulo lako hili hapa kabisa. Afuta dada hapo. Fanya haraka uondoke baba, mimi nataka niwahi kazini. Nishamaliza basi nenda kajiandae. Hata sio mwingi, uchafu wenyewe kidogo tu. Ila mmangu taratibu usije kanituko. Hamna, siwezi. Mimi naona. Unajua ni baby? Unajua kuna labda mnakumisi sana. Yaani unajua mimi kama nakataa ndugu zako na wala usinimkuu vibaya. Sema tu ni vile unakutani mazingira yanakuwa yanabana. Basi kama tujali basi leo tutoke basi tuondoke somewhere. Sawa mama, unajua mimi hata mimi nimekumisi. Kweli? Nimekumisi. Sema sasa nikiangalia mazingira hivi ndugu wangu na nini, bora tutoke tuende sehemu kama ulivyosema. Hivi na hisi sikio tayari mshatengeneza vizuri. Basi na hili lingine. Tuone la huko. I wonder. Pepe. Unajisikiaje? Ili mbona kama unaingiza sana? Amna. Kweli? Kufu zako tu. Kufu zako tu. Basi. Tayari. Basi. Sijui ukatoboa bure. Ukawa kiziwi sasa hivi. Pepe. Mdogo wako. Okay. Anafanya usafi? Anafanya usafi? Sina mbona anafuta. Unahisi uko comfortable? Unaona ana shida gani? Unaona ana shida gani? Na yuko sawa. Okay, sawa. Ngoja akiondoka tutazungumza na wewe, sawa? Tunajua tungeni private, so paka tunafaa, yani tusinufaishe. Anasema usimwage mchele ni kuku wengi. Sawa. Naona yuko sawa kwa sababu nilimwambia amke afanye usafi mapema. Hapa ndo natakiwa niendelee kumnaniliu ili mambo mengine azoee. Kama hivyo sasa hivi leo anatakiwa alale peke yake. Kwa lazima kuna baadhi ya vitu nimfundishe. Na amekubali? Amekubali.
So baada tunafikia tena usiku tunaanza kusumbua. Kwenye kulala hapo sina uhakika. Ila kwenye kazi hizi ajue, kazi zingine ajui, kwa ndo maana namfundisha. Kwa nataka kusema kwamba hata kule nyumbani alikuwa hafanyi usafi kwani? Yaani hafanyi kazi yoyote. Yaani nyumbani tuna mdada wa kazi. Kila kitu anafanya, hadi nguo zake anamfulia. Tule basi chumbani. Twende mama. Funga mlango. Haya, kaa hapa. Wewe Winnie. Au mimi ndo mjinga? Mimi ndo sina akili? Mimi ndo sitambui baya na jema? Yaani mimi ndo sitambui majira na nyakati? Mama changanya. Mama mbadilika ghafla hivyo. Mimi sikuelewi ujue. Unielewi. Winnie, utanielewa tu. Mke wangu. Mnania gani na mimi? Yaani lengo lenu hasa au kusudi kubwa ni nini kwangu kwenye maisha yangu? Mbona kama mnanichanganya? Mungu, ukisema tunakuchanganya au lengo letu ni nini? Mimi bado unaniweka njia panda. Mimi sikuelewi. Okay, sawa. Mke wangu, ukiwa kama mkubwa wa mdogo wako, unamruhusu vipi mdogo wako kuvaa mavazi kama yale na hata bila kumkemea? Mimi umenishtua, unanipandisha pressure. Mimi nikajua sijui kuna kitu gani, yani kumbe ni hivyo tu. Sasa pale kavaa cha ajabu kipi? Nachoka mimi. Siku nyingine bana tusio tunapandishana pressure hivi. Pale sikavaa tu nguo za kawaida. Kwani mimi nikifanyaga usafi huwa navaa? Okay. Kwa nataka mtu akifanya usafi avae track suit au? Mke wangu, hebu tofautisha kati ya wewe na mdogo wako. Yule mimi ni shemeji yangu. Taratibu za sisi wa Afrika, yani haitakiwi nione hata fundo la mguu la shemeji. Sasa navaa mtandio kama vile anainama mbele yangu, anafanya vitu. Sasa nini tunafanya mpaka tunavunjana heshima? Mke wangu, wewe ni mke wangu, una haki kufanya vile. Hebu acha hizo. Okay, sawa. Nimekuelewa. Lakini ilikuwa hauna haja ya kuninaniliu kiasi hichi. Kwani si ungeniambia tu taratibu? Ndio maana nakwambia pale kwamba tusimwage mchele kwenye kuku wengi. Ndio maana nimekuta chumbani. Maana chumba ni private. Mazungumzo ya mume na mke. Hapa tunazungumza mimi na wewe. Kuhusu swala. Lakini naona kama unachukua swala dogo, swala kawaida. Wewe yule sio mtoto mdogo, yule ni mtu mzima. Sina kama yule hana miaka 18, sina hakika. Lakini unaweza mtoto mdogo, sijui hajui chochote kile. Kiwango, hebu kwa basi na ufahamu hata kidogo hata akili. Mimi sitaki watu ivunjike, mimi sitaki tufikie pabaya. Wewe unafanyia hivyo? Sawa, basi mama, nimekuelewa. Nitamrekebisha. Aturudie tena. Hebu kwambia sasa hivi akavue zile nguo zile, atoke hapo sebuleni, mimi kake kwa huna amani. Sawa mama. Basi nenda basi kaongea naye basi. Basi usichukie mama. Tuko tunafanyana hivi. Mimi sio Zuchu ujue. Okay. Watu wengine sijui uko jani. Nakasirikaga, yani ningekuga na uwezo mimi. Kwani nini? Mbona unafoka afu unajisemesha mwenyewe? Wewe acha tu mdogo wangu. Yaani kuna watu wengine wanalilia ndoa lakini wangejua maisha ya ndoa yalivyo.
Yaani nisingetamani hata kuingia kwenye ndoa. Vipi, kulikuwa umepigwa? Sasa bora angenipiga nijue tu nimepigwa. Ingelia angeisha. Sasa shida nini? Anasema eti ulivyovaa hivyo eti umevaa uchi. Yaani mimi nimevaa uchi? Ndio. Hebu acheni masiala na mume wako basi. Yaani hapa nilipo yani na hasira. Kwa hiyo hapa nipo uchi na nikivaa vile vipensi vyangu, yaani hapo sasa sijui ndo angesema unatembea uchi. Kwa dada unataka kuniambia wewe huvagi tena zile nguo tulizokuwa tunazivaa nyumbani? Mwendo wa madela. Maana atakuwa nimefika kule na kuona madela. Wewe acha tu mdogo wangu. Shaambiwa ndoa ina mambo mengi. Afu kitu kingine nimegundua shemeji anipendi. Hapana mdogo wangu, shemeji. Amna, anipendi. Shemeji yako hawezi acha kukupenda. Anakupenda sana. Sema tu mazingira tuliolelewa ni tofauti. Sasa mimi ninachokuomba mdogo wangu, naomba kavae dera. Hii dada nafanya usafi. Dela joto, yani mimi nguo ya kushikana muda wote mwilini. Afu kingine, kwa nini kila ninachofanya yeye kwake, yani yeye kwake kila kitu mimi niko sana? Na maana mimi nina dhambi kiasi hicho au uso wangu unaonyesha tu madhambi muda wote? Hapana mdogo wangu. Si unajua mazingira. Tofautisha mazingira yetu sisi tulolelewa na yeye. Sijui unaelewa mdogo wangu. Mimi ninachokuomba, nenda kavae dera, njoo malizie usafi. Sawa? Sitaki bana, mimi usiniuze sasa hivi. Yaani wewe na mume wangu wote hamnipendi. Amna dada hamnipendi, sitaki basi mimi nipeleke nyumbani, niende tu nyumbani. Mdogo wangu huwezi kuondoka hivyo. Kwa nini uondoke hivyo? Sasa kama kila kitu mimi nafanya nakosea. Kila kitu ni sasa mimi hapa nafanya usafi. Nisingefanya usafi pia angesema nimekaa bure. Nimefanya usafi tena nimevaa uchi. Nani anitafutia sababu? Shemeji yako hawezi kukutafutia sababu. Twende mdogo wangu, twende ukavae. Sawa mdogo wangu. Ukinipanikela. Twende bwana. Cheka basi. Sasa mdogo wangu, nimeshakaa sana hapa, muda umeenda pia. Muda wa kulala. Naenda katandika chumbani kwako ulale. Mimi naenda kutandika chumbani kwangu tukalale na mume wangu. Sawa? Kesho tunataka tuwahi kazini. Kudalo unamaanisha nalala peke yangu? Mdogo wangu, nataka ujifunze kulala peke yako. Sawa, nitajifunza lakini sio sasa hivi kwa sababu unajua mwezi umeenda pabaya. Ikitokea mimi kule nikaanza kuweweseka usiku niko peke yangu, si nitakufa na chumba changu kipo kule mbali. Mpaka mje msikie huko mimi sitali nishakufa. Okay. Mdogo wangu, si unajua mimi nimeolewa lakini. Sawa, lakini sasa unajua hali yangu na huu mwezi. Aya, okay sawa. Hamna shida. Ngoja nikamtandikie shemeji yako kule, alafu sisi tuje tulale huko. Sawa? Shemeji, sifahamu umri wako, lakini nachokifahamu ni kwamba unakwenda kwa mtu mzima. Okay. Sasa huwezi kuwa kwenye hali hiyo alafu ukiwa ni mtu mzima. Kuna sehemu utakapoenda hapo dadako hayupo, na sina imani kama kila utakapokuwa utaenda utakuwa na dadako. Kwa nikuombe kitu, hebu jifunze kuingia na mazingira, kwa sababu unakoelekea ni kuwa mtu mzima. Lakini pia uambie moyo wako kwamba naweza kulala nikiwa peke yangu, kwa sababu huko mbele tunakoenda huko hatujui ya kesho. Sawa mama? Sawa. Lazima tuishi hivyo. Sawa mama? Lakini dada, mimi nilikuwa napendekeza leo nilale na shemeji. Sababu wewe unajua hauna nguvu. Kipindi kile tu mpaka ulikuwa unapigwa na kale katoto kale kadogo. Na bado nilikuwa nikiwezeka hata kuninyanyua uwezi. Kwa sababu shemeji yeye ni mwanaume, kwa naomba nilale naye leo, nilale na shemeji kwa sababu yeye ni mwanaume, ataweza kuninyanyua.